Yes bro. Yaani Wa wacha mimi kwa majina unaitwa nani? jina anaitwa Benson Mwangi ama ndio baiskeli atengenezea pamoja. Benson, hebu tuambie mtaani ni wapi? Tani ni Ronda. Ronda. Okay. So Mwangi, una familia? Familia ni nani? Hivi familia yako una bibi na watoto wangapi? Na bibi na watoto wawili. Okay. So katika jani yako ya marriage, hivi unaweza tuelezea kivipi marriage ni nini kwa? Marriage ni kuleta mtu atakaye kufanya tuwe complete. Hiyo ndio mimi nataka marriage. Mtu anafanya tuwe complete when the time hayuko anakupresent. So kwa jani yako ya marriage, wewe kama mtu ambaye uko ndani ya ndoa, hivi unaweza sema jani yako ya marriage imekuwa vipi? Tangu uanze mpaka sasa hivi. Okay, marriage ukiita mtu unajua tunaita uishi naye. First of all, alijazaliwa pamoja, si ndugu yako. Tabia yenye alijifunza toka alikuwa mdogo mpaka anafika mtu mzima, tabia tofauti na mwenyewe najua. So mtu mwenye utaita pale kwa marriage ita depend kama mtaongea mlewani, kama tabia zake zenye anafanya mtakubaliana kitu kama hiyo. So challenges yote unaweza sema maybe umekupitia katika hiyo ndoa yako, unaweza sema ni kama je? Siku nilikuwa najiambia vile mwanamke anafikiria ni kama ndivyo mwanaume anafikiria, lakini nikakuta ni tofauti. Mwanamke kuna mahali tu atafika. Itabidi wewe kama mwanaume muunderstand na hiyo ndio na anayo. Juu kimwambia muulize ni pamoja, una pale atafika aelewe. Kitu kama hiyo. So it means utakuwa ukielewa huyu mwenye naishi naye ni dhaifu, lazima mvumilie. Akiwa hizi ni mtu mzuri kitu kama 70% that ndio kama anaishi. Sasa hivi wewe kama Mwangi, unaweza sema kuwa unamuelewa mwanamke, unaweza kuelewa akili ya mwanamke. Mwanamke utaelewa tu mwenye unaishi naye na utamuelewa kidogo. Kwa sababu kila mtu hata kienda kwa kanisa utakuta kila mtu anasema haleluya haleluya. Ukiamua tabia mtu mbaya hapa hivi, hawezi kujua. Uchunguzi na hao wanawake wakifika hapa barabarani, ukiamua uonyeshe mbaya na mzuri wewe hivi. So mwanamke unaweza elewa kuhusu yule unaishi naye. So ni nini unaweza sema ni kitu kizuri ambacho maybe umeexperience katika ndoa yako? Ndoa yangu first of all mimi mwenye naishi naye ni mtu mwenye tulikubaliana vile tutaishi. Tumeweka sheria na tumetengeneza viti mbili katika hiyo marriage. Kuna kiti ya mwanaume na kuna kiti ya mwanamke. So which means hakuna vile tutaungana kwa hiyo nyuma kwa sababu kila mtu anajua pande yake ya sukuma maisha. So, Mwangi, niko na swali na hebu tuelezee like katika ndoa maybe na relationship. Like unachukulia vipi? Unaweza sema relationship ni nini? Relationship ni communication. When the time unaongea na mtu lazima ukae ukikosoa mtu kama mnaishi pamoja ama kama ni mtu mwenye ina depend ni mtu wako ndani ama ni mtu wako nje. Sababu mtu kama ni girlfriend hapa nje hapo ataona tu uzuri wangu, kula pia ataona ubaya wangu. Lakini akikuja ground yaingie kwa ndoa, ndio nitamwambia hivi, nataka hii, stakagi ile. So hizo ni vitu mbili tofauti. Sasa relationship yenyewe inalingana, relationship katika ndoa ama ni mtu wako nje. Nje na ndani ni vitu mbili tofauti. So, mimi nitakuuliza like what do you take cheating? Like unachukulia cheating kivipi katika ndoa? Cheating first of all is what I believe. Mimi naona mwanamke akishaolewa yeye ndiye anastahili kutocheat. Kwa sababu yeye mwenyewe mimi ndio nitapeleka mahali kwao, mchimizi atakuwa bibi yangu. Mimi natapeleka kitu kwetu. So mimi ndio nitadecide kama nitacheat ama sitacheat. Kulingana kitu gani? Because first of all, kucheat unaweza cheat kwa sababu yako anaweza kuwa mjamzito, anaweza kuwa amejifungua, anaweza kuwa mgonjwa kiwango nyingi sana. Na wanawake wameumbwa vile wanaweza kuvumilia hata akawa ni yeye ana shida. Wewe ukikaa 2 months maneno inaenda mbaya. Unaona? So hapo hivyo ama anaweza kuwa ameshikwa kwa prison. Unaweza kuwa umekosana kitu yenye labda kwa distance kama nyumbani ama Tanzania. Which means before akuje hiyo time ni kubwa sana. So cheat inaingiliana hapo.
So kwa maoni yako unasema kuwa mwanaume ndiye anaruhusiwa kuchiti kila sema Mwanaume kutoka mwanzo hata kwa Mungu hakuna sheria imewekwa sana kwa mwanaume. Ijapokuwa hizi zimewekwa sheria kadhaa. Huwezi lala na wanyama. Huwezi lala na mtu mwenye amesukuma umri wa wazazi wako. Jinsia moja. Bibi ya mtu. Lakini kwa mwanamke mjane na msichana mwenye ako pale barabarani, mimi sioni kama hapo kuna kosa lolote. Kwa sababu ili uchague kama leo unataka kuoa na watu wawili ama watatu. Si lazima tu ni hawa utawaona na uongee nao. No. So which means provided kama ukienda pale utaongea ukiwa na nia ya kuoa, mimi naona hiyo. Kama unaona huyu mwanamke huyu wako mwenye naye kuna weakness yenyewe kwa maisha yenye haiwezi toka. Unaona? Kuna wanawake wanaingia kwa ndoa kama ni hiyo kitendo ya ndoa hatari sana. Mtu anataka 2 times in a week. Wewe labda ni mtu wa daily. So which means hili maneno iende sawa itabidi uongeze mwingine. Uongeze mwingine. Kwa sababu ya kuprotect ili usilete ugonjwa. So niulize, let's say umepata because umesema mwanaume ndiye anafaa kucheat. Hivi upate mke wako ana cheat ama ana kucheat kulingana na wewe unachukulia vipi hiyo swali? Au utafanyaje? First of all najua ni uchafu unaniletea pale kwa ndoa kwa sababu yeye mwenyewe anaweza leta mbegu ya nje analeta hapa ndani. Ya pili ile vigoda ile mtu atampaka uchafu ataniletea hapa hivi. So which means na mimi hapa ni kwangu. Hapo mimi naona vizuri ninafunga vilago wakitoka kwa hiyo nyumba. Kama anataka kuchiti aende nje ya hiyo nyumba hiyo tukio tunamaliza hiyo. Sasa utamfukuza na ingali maybe let's say mko na watoto. Unajua hiyo kitendo inaumiza sana. Na mwanamke akienda nje ya ndoa haendi kwa sababu ya kitu inaitwa tamaa mwili ya mdomo. Anaenda kwa hisia. Mwanamke kulala na wewe ama kulala na mtu mwingine nje anakuwa ameanza kuwa na hisia hiyo. Lakini sisi tunaweza fanya biashara na uende kwa nyumba. Unaweza kuwa ulikuwa umejifunga kwa mama mjane, kwa inanyesha umefanya yako hapo 2 3 umerudi kwa nyumba, unaendelea na familia. Lakini mwanamke akienda obviously ataanza dharau, ataanza kiburi. So hakuna vile mwanamke atachiti na hiyo maisha yaendelee. Lakini mwanaume anaweza. Naongea fact. So let's say nikuulize, ndio uamue kuwa unataka kuoa mwanamke. Ni qualities gani au characters gani utakuwa unaangalia kwa mwanamke au ndio kama mke wako? Kitu ya kwanza mimi kama mwanamke naangalia, mimi naangalia mtu mwenye heshima. Na anipende, si masuala ya pesa kwanza, hiyo pesa kwanza tuweke kando. Anipende na aniheshimu na akuwe tayari kuwa nyuma yangu. Nimuelekeze. Hizo ndio qualification. Hizi zingine akina shape, sijui nini, hizo vitu tutaangalia baadaye huko. Lakini heshima kwanza. Na mtu mwenye utamtuma hapa kama ukimwambia aende afanye kitu, hana la kusema ati hapana nini negotiation. Kama akileta kitu yenye anaona umemwambia si nzuri, alete ikiwa kama request. Si kusema afanye. Hizo qualification za heshima na mtu mwenye ako tayari kunipenda jinsi nilivyo na mwenye atanivumilia na shida zangu. Hizo ndizo qualification naweza sema kuhusu. So nikuulize, can you date a broke woman? Mwanamke ambaye ana pesa, unaweza ukakaa naye? Mimi ni yangu katika mwanamke hata si mama pesa. Mimi najiamini ya kwamba kama akikuja katika hiyo marriage akili zenye Mungu alinisaidia na kidogo tutakula, tutakunywa, nitamuelekeza na tutaanguka. Kitu tunataka pale kwa ile marriage ni kuwa na roho ya kutosha. Ile kidogo inapatikana hiyo tunajipanga na. Mimi swala la mwanamke kuleta pesa katika ndoa mimi sitaki. Pesa za wanawake tumezikuta tukazionja tukasikia uchungu hiyo pesa. First of all, mwanamke ukiona kila kitu inakuja, anakuletea pesa ama analeta vitu kwa hiyo nyumba. 90% ya wanawake hawakosaji mkono wa mwanaume hapo ndani kwa hiyo pesa inaleta hapo nyumba. Na kama unataka heshima katika ndoa, usitake kukula pesa ya mwanamke. Juu huyo ameletwa pale kama msaidizi. Hajaletwa pale ati ya kuprovide maisha yako ati uko chini ya kuinuange hapana. Mimi napenda mwanamke aoshe nguo, apike na akifanya hizo vitu afanye kwa makini. Arudi anipe heshima, akae kwa mlango pale kama ni watoto wabalee pale. Hizo vitu ndio mimi nataka alete. Awe grow, asiwe grow. Hiyo mimi sitambui. Kama akiwa basi hapo na kazi nyingine anafanya. Hiyo atafanya tutakaa chini.
wanawake wana nia tofauti tofauti. Kuna mwanamke hapo kwako na anajenga kwao. Hapo kwako na hajatosheka anapiga hesabu ya kuja kutoka hapo. Hapo kwako unamshikilia ni wafike katengo ya watu na matakangu. Ni wengi tunasikia wakisema hata mtu mrefu, mwenye ndevu, mwenye pesa mingi. Zile politiki ninasema pale anaweza kuja kwako kwa muda kiasi fulani. Akisanya zile pesa zake ndio akuje kupata mtu wa projection kama hivi. So mwanamke kwanza mwenye ana pesa ni mzuri sana. Juu atakuwa chini ya sheria. Wewe ongoza mtu akiwa na pesa yake, itakuwa ngumu. Hata serikali zinaona kuna wenye wanafinyilia watu ili ukiwa ati kila mtu ana pesa utaambia nani? Sasa mwanamke ana pesa zake. Utamwambia kitu kweli? Nini utaluzi? Nini utaambia nini ataluzi kwa maisha yako kwa sababu kama ni wanaume wengine wa perform atatafuta. Kama ni nyumba ulikuwa unalipanga ataendelea kulipa. Lakini kama akiwa hana, mimi naona hiyo heshima itakuwa nzuri sana. So mimi sihitaji pesa kwa mwanamke. Let's say umepata mwanamke ambaye amejua kuna mtoto mmoja au wawili. Unapendana naye. Je, unaweza mwanamke ambaye amejua kuna mtoto? Mtoto anaweza oa mtu akiwa na mtoto. First of all unalingana na mtoto mwenyewe ana miaka mingapi. Mama mwenyewe ana miaka gani na huyu mtoto anamlea kwa wakati gani? Sababu kuna mtoto ataletewa hapa ni mtoto wa 18 years. Najaribu kumwambia kuita baba anakuambia. Ni mtoto mwenye amejifunza kutoheshimu watu. Ni mtoto ukienda kumuuliza kidogo mama yake ameinuka akisema unampiga kwa sababu si mtoto wako. Sasa mtoto mimi mwenye naweza accept ni 3 years kurudi chini. Mtoto akipita hiyo miaka unless yakuwe ni mtoto wa adabu. Juu kuna mtoto huwezi kuta mtoto amelelewa amefika 15 years unajaribu kumpiga ukimwambia hiyo itakuwa ngumu. Sasa kulingana misingi yenye mtoto amelelewa na ana miaka mingapi. Let's say maybe hapo na mtoto zaidi ya moja na kuna zile qualities ambayo unaona ziko sawa. Hivyo nichukulia vipi? Zaidi ya moja ni zaidi ya moja mimi wawili ama watatu ama wanne. Nasema ni wangapi? Wawili kuendelea. Wawili kuendelea. Mimi ninapoingia kwa marriage najua kwamba kuna celebration na kuna kitu inaitwa yani kutimiza mahitaji ya familia. So siwezi nikaongozwa na celebration kwa sababu uta celebrate marriage ya 6 months inakuwa tamu sana ukiitwa baba dadini kila kitu. Lakini wakati utaface maisha itiwe very serious. Watoto ni watatu sasa hapa. Unafaa na uongeze wako. Wengine wawili hapa hivi. Hiyo mzigo utaweza? So lazima upige hesabu ya miaka 20 inakuja mbele si leo peke yake. Which means ni mtoto anaweza ni mtoto mmoja. Ni wakati mmoja wacha kitu tungane kwa usafi kama tunatumiana hiyo tujue ni kutumiana si mambo ya kuuana. Hebu nikuulize. Kuna watu ambao wanasema kuwa let's say wanapenda sana ile mapenzi ya online dating. Yaani ya kumtu physically. Like wewe unaichukulia vipi hiyo mapenzi ya online? Ya online kwanza first of all hapo hakuna heshima yoyote juu mtu anaonekana na maelfu ya watu. Na ili ajiingize baba kwa mtandao ndani which means yeye anakaa kama ni mtu mzuri wa adabu mbona hajapata mtu pale. So online kama mtu anajitandaza pale hivi huyu si mtu kwanza wa adabu na wana nidhamu ni mtu hakuna mahali mtaenda. Sababu mtu mzuri itabidi upate pahali fulani anaishi ungangane na lazima utoe jasho. Lakini ukiona mtu hapo kwa online mimi huwa inanivunja moyo. Because hiyo online watu wangapi wameona? Ni watu wa pesa ya uwezo, si watu mpaka wa uwezo wa pesa mingi sana wameona. Wale wa chini wameona. Watu young, watu wenye ni warefu kushinda, watu wenye wana drive. So hiyo mimi naona ni mchafu hata. Hiyo sioni hata. So you don't believe in online dating? Bwana. Na wala watu ambao unapata maybe wanasema kuwa wamepatana online dating, mpaka wameanza ndoa. Yaani wanaishi pamoja through online dating. Watu kama unaweza sema ni nyota iko pale kwenye online dating, maybe inasaidia watu wengine au ni unajua kila mtu ana nia na malengo yake katika maisha. First of all kama ukidate karau lazima umepiga hesabu atakuwa kila usiku ya duty usiku na labda kama ni mwanamke ako na wanaume hiyo usiku kama ni msanii ameenda kuperform wana act ni kama real. So kulingana kwanza wewe mwenyewe una roho. Juu mtu mwenye mimi sioni sina imani naye. Mimi nataka mtu mwenye naona ndio huyu. Nimeona miezi 6 tabia zake zenye ziko namuona daily. Ako karibu na mimi.
lakini mwenye ako huko mbali hata kitu anafanya vizuri. Sasa ndio unaona magonjwa inaingilia. Haya ni wapi? Lakini mwenye unaona kila siku utaona yeye huyu hapa hivi na hivi. Tabia zake ni hizi. Kwanza kama unataka kudate mtu hata usimwambie unamdate. Kama hata unamtaki ndio usome tabia zake. Na kama mtu ukimwona pahali anakuja akiwa mgeni, usikimbie. Jipe time kama ya formal. Kama ni wale ni vile wa kuchangamkiwa utaona watu wamejaa. Unaona? So unafuata mtu for 6 months. Unajua mtu huyu yeye anamuonanga hata kama fulani anamuongelesha. Lakini mimi nitaenda pale nikiwa serious nikimchukua mtu tutai. So mtu wako mbali mimi sioni hapo. Naona tu mwenye ako karibu hapa hivi tutasonga naye. Na kono nangaji maybe madem maybe kama unamuuliza unataka mtu wa aina gani? Wewe unasikia msichana amesema kwa I need a tall, dark and handsome, mtu caring ambaye ako na pesa bado, ni financially stable. Lakini yeye mwenyewe ukimwangalia unaona kwa maybe ako chini. Haona chukulia vipi? Mimi naweza ambia mademu hivi. Ninaweza demand qualifications ziko juu sana. Sema wataka mtu tall, hiyo ni moja, handsome, hiyo ni pili. Awe na pesa mingi, hiyo ni tatu. Awe na drive, hiyo ni nne. Akuwe young, hiyo ni tano. Hiyo qualification inapatikana kwa majini. Hakuna vile utaniambia hizo qualification ziko kwa watu. So lazima mtu anakuwa na kiasi yake, unaona? Namba 2, wewe unataka hizo qualification na wewe unapeleka nini? Are you virgin? Unajua unastahili kuwa kwa virgin, una demand zile qualification. Lakini kama tayari una mtoto mmoja ama wawili ama umedate watu kadhaa, wewe ukipata huyo role na hiyo pesa, wewe unapeleka nini? Kama hakuna kitu unapeleka, tafuta mtu atakaye kukupenda, atakaye kukutamani, atakaye tosheka na wewe. Utafute mtu wa kutoka 35 years and above. Sio? Jumbo la 5, sisi wana mimi I have 40 years. Naweza nikakwambia historia za wanawake kwa undani na maneno mingi sana. Hata mtoto wa miaka kama kijana wa 25 hakuna kijana. Vijana wanaangalia kitu kama figa, hiyo kazi na vile huyu mtu ni yangu anasonga naye. Lakini kuna vitu angalia kule mbele ajue huyu mwenye alizalisha huyu kwanza alikuwa ni nani? Alikosania nini? Yule mwanaume alikuwa na uwezo wa pesa kiasi gani? Unaona hizo mahesabu lazima. So which means mtu akiwa na 30 sioni ako bado 35 and above ndio mwanaume akuwa melani mengi, kama ni hizo raha mpira, kama ni wanawake amewaelewa, ni mtu mwenye jaribu likikuja hata vitu zikikuja ni strong. Lakini kijana wa 25 ukimwambia sasa kumekuwa na matanga unatakikana utoe 100,000 ama 50, si anakaa nyazi. Hiyo ni impressive sana. So ule mtu let's say unachukuliaje, let's say unapata wanawake ambao maybe wanaenda kudotua baba kule, unachukulia hilo swala nzuri au wewe unaona kama ni wanafanya kitu kibaya? Hata bora mtu mwenye anadeti mtu mkubwa miaka kumzidi kama kikawaida ameenda pale ikiwa marriage ama ni biashara na kila. Kwa sababu kama ameenda marriage hakuna age ya mwanamume yote hawezi oa. Kwa hiyo amekuchukua amekuweka ndani, amekuheshimisha kwa community. So kama ni wazazi na familia na watu wote wa familia yako wanajua ndiye bwana yako. Lakini kama huyu mwenye anaenda kwa baba, huyo ni cheater, atakuwa na huyo mwanamume mzee na atakuwa na kijana. So which means huyo hata si anaelewa. Huyo anakopa. Huyo ni mwanabiashara wa kijiji kwa sababu kuna wanabiashara wenye wamejitokeza pale hadharani ni shilingi 500 ama 300 na kuna mwingine amejificha nyuma ya pasia anasumbua wazee wa kanisa, bwana za watu na confuse wa. Sasa kuna lingana ana date akiwa na tabia gani? Juu anaweza kuwa na malengo, yeye amezalishwa watoto watatu, bwana wake amekimbia. Which means anatafuta ule mtu mwenye amesongesha miaka akona kwake, si mtu atamsumbua. Na many of women wanadate wale watu wazee kwa sababu ya kutaka. One, yule mtu mzee hata shinda kuperform pale. Lakini kijana hataki kwenda kazi, anataka atoe yake 6. Na chakula alete. Naona? Anataka perform hizo 6, nguo anunue. Naona? Lakini mwanaume mkubwa, chakula yake moja, mke aoge vizuri aende kazi, anajua nafaa kupewa msafi. Hiyo caring. Number 2 ni mtu machua. Anaweza simama pale present kama mwanaume. Unaona? Lakini vijana kwa sababu wengi ni wazembe,
Wengi ndio unaona wakiwa shoga, wanataka kazi. Wengine ndio unaona wakiwa na mama wazee. So wataki kuface majukumu ya maisha. So hata si vijana, si wasichana wanakimbia vijana. Vijana ndio wanakimbia wasichana. Kwa sababu wanataka majukumu. Unaweza sema like ladies wako too expensive to men ama inakuwa. Maana vijana wanakimbia. Is it that life ni ngumu ama wasichana wako na demands nyingi? Wanawake akizao ni ndogo hata ndogo hata mtasema na wamsamehe. Kwa sababu unakuta mtu ana demand vitu. Mimi nataka mtu anakaa hivi, anakaa vile, anakaa hivi, anakaa hivi. Hizo qualification unajue hii dunia kuna maskini na kuna matajiri. Afasa wao unakuta mtu ametajirika. Kwa tulianza kuweka shilingi 1000 lazima wasichana wafika hapa. Huwezi nunua hata hii baiskeli ati wanawake hawajajua ni baiskeli wanunua. So ukinikuta na drive gari ati nikwambia trend imeingia twende na safari. Si hapa na kudanganya. Lakini kijana mtaanzisha naye chini. Provided ya kweli mtu anajituma. Ni mtu strong. Usitafute mtu mzee tena ameisha at 50. Na kazi yake anauza ndio kwa kazi kuna kazi za season. Unaweza kuwa unauza mahindi ama matunda hapa barabarani. Imenawiri sana kwa mwaka huu. Next year hii barabara zimefungwa umeambiwa ende nyumba. Hiyo mwanaume ukimwambia kachini mtao na miaka 60 ataenda hata chini. Lakini kijana amuingie kwa mabonde kwa msitu ataendelea kusurvive. Tafuta mtu alika mwenye akikushinda sana 10 years. Naam. Ndio at least in possession utakuwa naye. So tukimalizia like ni advice gani unaweza patia maybe yule kijana ambaye hapo pale chini, maybe anakimbilia marriage sana au maybe anajituma lakini maybe hapo ina toxic relationship ama hapo under pressure katika marriage, ni advice gani unaweza patia? Okay, hiyo pressure naweza advice kama venye mimi ya kuambia jambo lolote utakalo uface in life. Kama juzi bibi yangu alipoteza mama yake, akaka akapoteza babu, juzi akapoteza aunti yake mwenye alimlea baada ya mama yake kutoka katika ile bomba. Na hiyo jambo ilikuwa ngumu sana kumwambia hautaenda hiyo matanga. Juu nilikuwa nimemwekea kazi hapo nyuma akaharibu. So ndio hii kitu kinatokea, mimi sina pesa. Na mimi nakuwa na mipangilio juu kuna pesa zangu za kujitibu nikiwa mgonjwa. Kuna za kununua mavazi, mimi nanunua mavazi kila mwezi, kila mwaka mwezi wa 4. Hiyo ndio kazi yangu inakuwa hapo hivi. Kuna yangu ya kupumzika, mimi nafanya kazi na nitaenda kupumzika. So hizo pesa ziwezi shughuli nyingine ni hiyo shughuli. Kama hii nilikuwa nimewekea biashara, nilikuwa nimeweka biashara which means in the time kumetokea na jaribu kama hiyo, anaweza nisaidia ndio kusema pale kwa sababu. Naona na biashara Kenya atafanya si akija nisaidie sana. Juu hata yeye kuna watu wa nyuma wanamuita nani wa familia pale ambao kuwasaidia. Hiyo ka saidia haso kanaweza msaidia kwa hiyo kitu. Tuwezi provide kutoka kwa nyumba mpaka kwao. So which means huyu mwenye ako kwa marriage akipata jambo lolote ajua kwamba ni kusimama kama mwanaume. Wewe ndio unasema vile itae. Sasa je, huyu mwenye unamwambia ni mtu akusikiza ama ni mtu kimwambia tutafanya hivi anakuambia tutafanya? Lazima ukuwe na sheria za kusimamia. Naam. So hakuna jambo itakuwa kubwa sana katika marriage. Juu kama ni cheat tumeweka sheria, mwanamke nimekushika yeye, chumba vinavyo kienda. Situmaliza. Ule naye unamwambia hautaenda matanga ameenda. Basi unaweza mpe time ya miezi kama 6 atulie pale. Juu hapa amekuja kufuata sheria zake. Na Biblia inasema kwamba tutawacha wazazi tuende tukajenge kwetu. Si ati tutaenda kwetu tena tuwe naye kusaidia wazazi. Wala ni kwa support ni wazee. So jambo lolote ni ngumu kwa marriage ya kunanga. Kila jambo linatatua. Because kama ni ngoja itaingia katika hiyo marriage ni jipangaji. Tunajuana kushikwa na polisi na kugonjeka. Hivyo umejipangaje katika maisha. Na vitu vingine kwa maisha zikikuja zikiwa ngumu. Kuna zenye zitakuja na ukosa la kufanya, uachane nazo. Ukae kama uzioni. Naye mwenye anataka kuoa, ajue ya kwamba watu wengi wanaongozwa na kitu kinaitwa tamaa za mwili. Hiyo ni kitu kinachosha. Mimi nifika fulani, huyu anaonekana kama anaweza kuwa tu vizuri sana. Lakini ujue kwa marriage when umeingia, hizo vitu zinakufurahisha mwanzo. Kuna mahali zinatoka pale hata zinakuwa hazina maana. Sasa ni kuface maisha. Huyu mwanamke ni mgonjwa, atakaa 6 years ukimwangalia. Uko tayari ama unafikiria ni vile tu ulifurahi mara ya kwanza? Alikuwa anakupikia imegeuka wewe ndio unampikia.
So ukiingia kwa marriage ujue umeingia kwa kifungo fulani yenye uko tayari kukabiliana nayo. Na uweke roho ile morali ya kutokufa moyo. Jambo yote ikuwe tu rahisi. Hivyo ndivyo naelekea kwa mwenye hajaoa, ajue akiingia kwa ndoa hiyo ni kifungo. Na ule ako kwa ndoa ajue ni mke na aweke sheria. Bila sheria hakuna hiyo marriage iwezi enda mahali. Shukrani sana. Nimesikia maoni yako. I hope umesikia vile amesema. So kama umegetia advice at least hizo unaweza toa moja mbili. Sio kwa mfano mnatafuta devu mingi.